Basi nitasoma hapo mstari wa 3. Zaburi 103 mstari wa 3 nasema, akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akukomboa uhai wako na kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akusamee maovu yako yote. Yesu ana uwezo wa kusamee. Inawezekana ulitofautiana na baba na wazazi wako, lakini unapoingia ndani ya Yesu kuna rehema na msamaha. Yesu anaweza akakupatanisha na baba yako na mama yako pasipo nyiwe walikukutana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema atakusamee maovu yako yote. Inawezekana kuna ndugu yako unamchukia bure, lakini unampenda. Inawezekana unatofauti na wazazi wako, lakini unawapenda. Na wao wamekufukuza nyumbani, wamesema wewe umekuwa ni mjuaji, umekuwa toka kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mzazi akisema lake amesema lake, alipindishi. Mama ndo anarudigi nyuma, sasa baba fulani unaambia kelele, mtoto amekuwa atoke kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa Yesu ana uwezo wa kumsamehe mtu yoyote. Yesu ana uwezo wa kuwapatanisha watu pasipo kukutana. Yesu ana uwezo wa kuwaleta watu pamoja wasiojuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui kama anaeleweka hapo. Anasema atakusamee maovu yako yote. Kuna maovu mengine yamejificha, ni ya asili, lakini unapoingia ndani ya Kristo kuna msamaha, kuna kusamehewa, kuna rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kuoshwa na kuuishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuangalie mstari mwingine. Akuponya magonjwa yako yote. Ukiingia ndani ya Yesu, ya kale yote yanaanza kuondoka. Tunaposema ya kale, pamoja na magonjwa, tunasema ya kale pamoja na zile dhambi ulizokuwa ukizifanya pasipo kujua. Kuna zingine ulikuwa unaziendea kwa sababu kuna ushawishi ya connection ya mizimu na wewe, na kuna zingine ulikuwa unafanya kwa sababu unataka ujue ukifanya hiyo kinatokea nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa Yesu anasema atakuponya magonjwa yako yote, yale unayoyajua na usiyojua. Kuna magonjwa yamejificha ndani na kuna magonjwa yako nje yanaonekana. Kwa Yesu ukimwamini anaweza akayaponya ya nje na ya ndani. Ni wewe tu kuchukua hatua ya kumwamini. Ni wewe kukaa na kusema Yesu nimekuamini. Ni wewe kukaa na kusema Yesu ninatambua unaweza. Ni wewe kukaa na kusema Yesu ninaamini kama uliwaponya wale wakoma, kama uliwaponya wale viwete, kama uliwaponya wale vipofu, hata na mimi leo nitakuwa mmoja wako wa kuponywa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Mstari wa 4. Aukomboe uhai wako na kaburi. Unajua kuna watu wamekufa lakini wanaishi, si ndio? Lakini ukimwamini Yesu anasema aukomboe uhai wako na kaburi. Yaani wale watu wasema huyu ameshakufa bwana, wanashangaa unapokutana na mwanaume Yesu, wanashangaa yule mtu mbona leo ni tajiri, amekuwa sonko au ameenda Freemason? Hapana. Yaani hawakujua kesho yako. Walikutana wewe ni kichaa, baada ya muda kadhaa wanashangaa wewe sio kichaa, ni mhubiri, tena ni mkubwa, tena ni tajiri. Bwana asifiwe sana. Kwa unapomwamini Yesu, Yesu anabadilisha maisha yako. Haijalishi ni wakati gani au siku gani, lakini kuna siku ya furaha iko. Uchungu utakimbia wenyewe,
huzuni itakimbia yenyewe, aibu zitakimbia zenyewe, alafu Yesu atajitukuza ndani yako. Furaha itaingia, upendo utaingia, baraka itaingia, mafanikio itaingia, maongezeko yataingia. Yani kila kitu kitakuwa mara 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefuga kuku wanazaliana tu, umefuga mang'ombe yanazaliana tu, umeenda shambani, shamba linazaa paka unasema Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kila kitu unachokifanya kinakuwa kikubwa. Paka watu wanasema kwani huyu mbona tunapandaga naye siku zote? Yaani unapanda matikiti yanatoka kama hiyo ndoo. Alafu wenzako vinatoka ni vidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naangalia mstari mwingine huu wa 4, wa 5. No, wa 4. Atautia taji ya fadhili na rehema, ataushibisha mema uzee wako. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya Kristo kuna kushibishwa mema. Uzee wako utakuwa ni ule uzee wa kuteseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nitarudia tena kuanzia mwanzo kwenye kitu tulipoanzia, maana ujumbe leo ni mfupi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema atakusamehe maovu yako yote unaoyajua, yaliojificha kwako, yamekuwa yanakutesa. Kwa unapomwamini tu, kitendo cha kuthubutu kumwamini, yameshaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kitendo cha kuthubutu, Yesu nimekuamini, na yeye anasema na mimi nimeamini, nimekuondoa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Anasema tena akuponya magonjwa yako yote. Kitendo cha kumwamini tu Yesu na magonjwa yanakimbia. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna kipindi nilikuwa naumwaga hata sijui naumwaga nini. Kila mwisho wa mwezi nikipata natenga 60,000. Naumwa tu. Na nikiumwa naumwa kweli kweli. Naumwa mwezi mmoja mzima. Dawa zinakataa, nakuja kupona mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku nimekutana na mwanaume Yesu, ule udhaifu wa magonjwa ulikimbia. Yaani Yesu wanapishana njiani. Yesu anaingia, yule anatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Yesu anapoingia, yule mgonjwa anasema hapa sio kwangu tena. Anatoka kwenye hodi yule wa wagonjwa, anakuwa ni mzima. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu alikuwa anaumwa, na mimi nilikuwemo. Yaani nilikuwa naumwa vitu sivielewi mauzauza. Lakini siku nimekutana na mwanaume Yesu. Amina. Nikaonja utamu wa Yesu. Amen. Nikasema hawa jamaa nitawapiga. Yaani watake nitawapiga, wasipende nitawapiga tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Yaani siku nimekutana na mwanaume Yesu, niliona maisha yangu yamebadilika. Najiona ni tajiri wa kesho. Hata ni tajiri wa kesho. Kwa jina la Yesu. Yaani Yesu kuna vitu alinibadilisha mpaka leo nikijitazama huwa naliaga mwenyewe. Nasikiaga uchungu. Maana sikutegemea hapa nilipofika nitakuja kufikaga. Ilikuwa hiyo kwenye historia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 4. Anasema aukomboa uhai wako na kaburi. Kuna watu wamehesabiwa wamekufa, wanasubiri kuzikwa tu. Alafu Yesu anaenda, anasema huyu ni mtumishi wangu. Hapa hafi mtu, hapa anaishi mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna watu wamekataa, wanasema hawa wamekufa. Biblia anasema kuna wafu wanaoishi duniani, lakini kuna wakati Mungu hawa wafu wanaoishi duniani, Yesu anawagusa. Amina. Anawagusa.
unashangaa wanazalika wachungaji, unashangaa wanazalika manabii, unashangaa wanazalika mitume, unashangaa wanazalika wainjilisti. Wale watu watakuwa wanasema tunahesabu siku kadhaa, maana huyu hatoboi. Alafu mwanaume Yesu anaenda anasema, wewe utakufa bali utaishi, utasimulia matendo yangu alivyo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Nabii namba 7, wangapi wanamjua yule Masaya kule Ngaramtoni? Nakupa tu historia wakati anaanza utumishi. Alikuwa akipita akifanya uinjilisti au huduma ya kinabii. Akaenda kwenye nyumba ya Waswahili, akatoa unabii. Kumbe wale Waswahili wanaekaga mavitu yao kwenye geti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa akaambia mama, kuna kitu kiko hapo ndani, lete hivyo mavitu. Yule mama akakusanya, akapewa. Kumbe kwa kuna ile kitu inaitwa, ile kitu yao, ile kitabu yao ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Qur'an. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wenzetu walivyokuwa wakorofi, swako mwilini, wakamwendea. Baba ameshaichoma, anashangaa tu jeshi lao wenzetu hao kama nyuki vile. Hao kufika hapa hakuna cha kuuliza. Baba watu alichakazwa. Unajua kuchakazwa? Alichakazwa vya kutosha. Wakajua mtu hayuko tena, waenda kumtupa korongoni. Najua huyu kwisha habari yake huyu. Wakamchukua juu wanampeleka mochwari. Kuingia kule alienda kuzindukia huko. Yaani kile kipigo alienda kuzindukia sehemu ya watu ambao Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio inakuambia Mungu uokoa wako na nini? Na kaburi. Jamaa alienda kuzindukia kule. Kaambia Mungu, akamwambia sasa nataka unitumikie. Umeona eh? Kaenda kuzindukia mochwari. Ile baridi na kupiga. Fungueni huko. Kufungua mtu ametoka. Maana wale wanakuzimaga kabisa ubakie huko. Watapata wapi hela? Hela ni mwili uende kule usafishe wapate hii. Ndio maana vichaa wengi wanakuaga kule. Kazi yao kubwa, ukienda huko hai wanachukua gongo au wanakuaga na malungu. Wanakumalizia huko, wanasema fia huko, acha ujinga. Wanakupiga pamba huku, wanakukao kama ni Muislamu wanakukamua uchafu vizuri, kama ni Mkristo wanapigwa pamba na dawa sindano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaotoka kule inabidi ajipange. Yaani unakuwa ni kama mwizi umepata upenyo wa kukimbia. Yaani ukiona amefungua kama mlango tu hapa anaenda kujizima na kitu anachokatumia, toka nao mlango hata izikana wote kama Samson. Ngoa nenda nao. Ukaachilia huko nje ya barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa alienda kusidukia huko. Ndio maana kwamba Mungu umuokoa mtu nyakati ngumu. Wale watu kwa wanajua yule mtu amekufa, lakini Mungu anasema aluokoe wake na kaburi. Ndio kumuokoa mtu huko. Yaani mtu unaona kabisa unakufa, unaona mauza sawa, sema sasa wanangu leteni nianze kuwakamilisha urithi wangu. Alafu Mungu anakuambia umewahi kuwapa urithi. Utakufa. Amka. Wewe ni mzima. Tembea. Amen. Unashangaa kama mtu kalikuwa akaweza kutingisha mguu, unashangaa anaanza kutingisha mguu mmoja, mguu mwingine. Wajirani wanashangaa, baba fulani ametoka nje jamani. Mtu alokaa kitandani miezi 7. Ametoka nje. Jamani. Kwani huyo Mungu ni Mungu gani huyo? Mungu anamuinuaga mtu. Yaani sehemu unaona mtu ni wakufa, Mungu anasema huyu hafi. Amina. Yaani huyu hafi, ni mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Ninaomba niishie hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na matumaini kila mtu amepokea cha kwake. Amen. Amen.